Habari zenu washonaji, karibuni sana na karibuni tena katika chaneli hii ya ushonaji. Leo tunajifunza jinsi ya kushona mkono mrefu wa shati. Mkono ambao utakuwa na placket na barcodes. Na kuomba usiache kucomment, kulike, kushare na washonaji wengine na wenyewe wapate maarifa, lakini pia usiache kusubscribe chaneli yangu ili wa kwanza kupata video zangu kila nitakapokuwa nina upload. Twende darasani. Chukua kipande cha stifu kama hivi. Utakikunja kwenye mkunjo na upande huu wenye gundi utakuwa kwa ndani namna hii. Ukishakunja hivi utakunja tena. Alafu utapima. Kutokea kwenye mgongo hapa utapima sentimita 12.5 ama inchi 5. Utasquare mstari kama hivi. Na kutokea hapa mwanzo utapanda juu sentimita 7 ama inchi 2.3. Utasquare mstari kama hivi. Alafu utakata hapo. Kwa kama hutaki mambo mengi hapa tayari una bakozi yako, unaweza ukaikazia kwenye kitambaa ukakata hivi hivi. Kama utataka ile yenye shape ya raundi, basi utakuja utapima. Kutokea hapa mwanzo utaingia ndani sentimita 2 ama 3/4 inchi. Utashuka chini sentimita 2 ama 3/4 inchi. Alafu utatengeneza curve. Utakata hapo. Utapata barcodes ya shape ya round. Lakini kama hutaki shape ya round, ukataka ile yenye pembe, basi utaunganisha hapa pembeni namna hii. Alafu utakata kama hivi. Utachukua kipisi cha kitambaa kama hivi. Alafu upande mmoja huu utakunja namna hii, utanyosha. Alafu utachukua kipande chako hiki cha stiff utaenda ukakigundishe hapa. Huu mgongo unatakiwa ugote kwenye huu mstari ulionyoosha. Sawa, utaenda utanyosha hapo. Ukishakazia na stiff kama hivi, utaenda ukapige uzi kwa juu hapa. Ukishapiga uzi wa juu kama hivyo, utakunja namna hii. Alafu utaenda kushona. Utatoka nayo hapa. Utakuja nayo hivi hivi. Na upande huu utakuja nayo hivyo hivyo. Kwa ukishashona namna hiyo tayari utapunguza na nyama hizo zisizotakiwa. Huku juu utaacha nafasi ya sentimita 1 ama nusu inchi ya kushonea. Alafu utageuza. Kigeuza kipande chako kitaonekana kama hivi. Utafanya ili zoezi na kwa kipande chako cha pili. Sasa kwa kuwa tuna mikono miwili, tunatakiwa tuwe na vipisi vya design hii viwili, sawa? Hapa utakuwa na vipisi hivi viwili ambavyo vitakuwa na urefu wa sentimita 15 ama inchi 6. Sawa? Alafu upana itakuwa sentimita 4 ama inchi 1.5. Lakini pia utatengeneza vipisi vya namna hii ambavyo utakuwa umevinyosha tayari, vitakuwa na urefu wa sentimita 18 ama inchi 7. Na upana kabla hujavinyoosha vinatakiwa viwe na upana wa sentimita 7 ama inchi 2.3. Vipisi hivi unatakiwa ukavinyoosha. Utakunja mara ya kwanza namna hiyo, alafu utakunja tena mara ya pili. Ukishakunja hivi mara ya pili unatakiwa huu upana hapa upate sentimita 2 ama 3/4 inchi. Lakini pia unatakiwa uache kinafasi hiki cha kushonea cha nusu inchi ama sentimita 1. Na hapa nina vipisi vyangu vya mkono kama vinavyoonekana. Hapa ni vipisi viwili hivi nimevikata kwenye mkunjo. Na kama tunavyojua mkono upande wa mbele huwa unatumbukia zaidi. Upande wa nyuma huwa hautumbukii sana. Kwenye huu upana wa chini huku utaongezea sentimita 2.5 ama inchi 1 kwa ajili ya linda. Sawa, kwenye mkono huku mwisho kwenye barcodes huwa kunakuwa na linda. Utaongezea hiyo nafasi. Mikono yako ikiwa hivi hivi kwenye mkunjo, hakikisha
upande huu wa mbele ndio upo juu, sawa. Upande huu wa mbele ambao umetumbukia sana upo juu. Utakunja namna hii mkono wako. Wakati unakunja hakikisha umeacha hapa sentimita 1 ama nusu inchi ya kushonea, sawa. Ukiwa kwenye mkunjo namna hii utaweka alama ambapo mpasuo wako utaenda kukaa. Alafu utaugeuza namna hii. Hapo ulipotia alama utachora mstari wa sentimita 14 ama inchi 5.5. Utanyosha mstari hapo. Alafu utakunjua mkono wako kama hivi. Utakata hapo mikono yako ikiwa imebebana. Alafu mwisho hapo utaweka notch kidogo, kimkato kidogo, upande huu na upande huu. Utachukua kipande chako cha mkono kama hivi. Hakikisha upande huu unaokuangalia wewe ni upande wa ndani, sawa, upande wa ndani wa nguo. Alafu utachukua kipande chako kile ambacho ulikinyoosha, ulikikunja na kukinyoosha, upande huu ule wenye nafasi ya kushonea utakuja utakibebesha namna hiyo. Na kile kipande chako kidogo ambacho chenyewe hujakinyoosha utakibebesha upande huu. Hapa unatakiwa uzingatie sheria hii. Upande huu kutokea hapa kwenye mpasuo, upande huu ambao unakuwa mpana wenyewe unaenda na kipisi hiki ambacho umekinyoosha. Upande huu ambao wenyewe unakuwa ni mwembamba unaenda na kipisi hiki ambacho hujakinyoosha. Kinachofuata hapa utaenda kushona. Utatoka nayo hapa mwanzo utaenda nayo mpaka mwisho wa mpasuo hapo. Na upande huu nao utashona hapo mpaka mwisho wa mpasuo. Ukishashonea hapa namna hii kipande chako hichi kidogo na hichi kikubwa kama hivi, utaondoa kiposheni hapa kidogo ili wakati wa kuja kugeuza baadaye tusipate shida. Utaondoa kiposheni hapa namna hii. Utaondoa kiposheni kidogo tu kama hivi. Alafu utageuza vipisi vyako kama hivi. Kishageuza kama hivi hapa manake upo nje ya mkono wako. Utakunja hiki kipande cha huku kidogo, utakunja namna hii mara ya kwanza, alafu utakunja tena mara ya pili, unafunika mshono, alafu unaenda kushona, unapitisha uzi hapo mwisho. Kwa ukishapiga uzi upande huo kama hivyo, upande huu uliobakia utachukua, sawa? Utachukua huku juu, utapinda namna hii, sawa? Utakunja namna hiyo, alafu utakunja tena namna hiyo, utatengeneza kavi fulani hivi. Ukishapata shape yako ya V kama hivyo, utachukua hiki kipisi chako, utafunika huu mshono wa mwanzo. Utafunika namna hii, sawa? Alafu utaenda kwenye mashine, utaenda kushona, utapita na uzi kuanzia hapa mwanzo, utaenda nao namna hiyo, utapita mpaka huku juu kwenye V. Utapinda kona hivyo, utarudi hivi, utarudi hivi. Ukifika usawa huu wa mpasuo ulipoishia hapa, utapiga uzi namna hiyo, sawa? Na ukipenda unaweza ukarudia tena uzi mwingine wa pili. Kwa hapo baada ya kushona kama hivyo, nikaenda hivyo, nikarudi, nikapiga uzi wa kwanza huo na wa pili hapo. Kwa hiyo hapa plaketi yangu imeshakaa vizuri. Kinachofuata hapa utaenda kuunganisha sasa mkono wako huku pembeni. Kwa hapa nimeshaunganisha tayari mkono wangu huku pembeni kama inavyoonekana. Baada ya hapo nitachukua hii bakozi yangu, nitatumia hii nafasi ya kushonea. Utaenda uilinganishe hapo. Na ni vizuri ukaanzia upande huu mwembamba. Kwa utailinganisha hapo namna hiyo, utaenda utashonea kwa kutumia hii nafasi tuliacha ya kushonea. Utaenda nayo namna hiyo mpaka mwisho, lakini hapa kama unavyoona kuna nafasi imepelea. Hii nafasi ndio ile nafasi ya linda.
Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, ukifika mitaa hii, huku utapalinganisha mwisho huku. Utalinganisha mwisho namna hiyo. Alafu hii nafasi iliyobaki utavuta linda. Sawa? Kitu cha kuzingatia wakati unavuta hili linda lako, linda linatakiwa ligeukie kwenye placket. Kwa hapa nimeshashonea upande mmoja kama inavyoonekana na linda nimeshalivuta. Kinachofuata hapa tunaenda kufunika huu mshono. Kwa utafunika hapo namna hiyo. Utafunika mshono huo mwanzo mpaka mwisho hapo kama hivi. Alafu utaenda kushona uzi wa juu, utapita kuanzia mwanzo hapo mpaka mwisho. Ukimaliza utakuja upitishe uzi mwingine kutokea hapa, utakuja nao hivi, utarudi nao hivi, utaenda na shepu hii ya bakozi yako. Utarudi hivi hivi. Hapa nimeshafunika tayari. Nimepiga na uzi ule wa juu. Hapa tayari mkono wangu umekamilika. Kwa zoezi ulilofanya kwenye mkono wako huu mmoja utalirudia na kwenye mkono wako mwingine. Na huu ndo mwisho wa somo letu la leo. Naomba tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Bye bye.